Kufuatia kuwepo kwa picha jongefu inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha gari aina ya Toyota Hilux ikiwa juu ya gari dogo, huku maelezo yakisikika yakieleza kuwa tukio hilo limetokea katika barabara kuu ya Mbeya mjini kuelekea Igurusi, Gadi TV imefanya juhudi ya kumtafuta aliyerekodi picha hiyo jongefu na amesimulia zaidi kilichotokea kuhusiana na alichokirekodi. Kwa jina naitwa Isa Mruma. Mimi ni mkazi wa Igurusi. Nimetoka Mbeya mjini narudi Igurusi. Mimi nilikuwa niko kwenye basi. Zile gari kabla sijapata ajali tulikuwa tumeongozana. Na huwa walikuwa wako speed sana. Ile gari ndogo ndio sisi. Mbele kulikuwa kuna roli limeharibika. Na mbele ya gari ndogo kulikuwa kuna basi la abiria. Ile gari ndogo kwa kweli ilikuwa iko speed sana. Akashindwa kuzuia, akagonga ile gari ya abiria kwa nyuma. Alipogonga gari ya abiria kwa nyuma, ile ya abiria ikasukumwa pembeni, ilikuwa inaingia porini. Ile gari ile aksili ilikuwa iko nyuma ya gari ndogo. Bora ikaja ikaigonga ile gari ndogo tena kwa nyuma. Ikapanda juu ya ile basi. Ila hapakuwa na majeruhi wala mtu yote alokufa. Dereva wa gari ndogo alipoona amegonga, yeye ndo chanzo cha ile ajali. Baada ya kuona hii kwake ni kesi kubwa, ikabidi kwanza akimbie. Kwa sababu wale abiria walikuwa kwenye ile basi wangeshuka wakamkuta pale, wangeweza labda wamzuru au wamuue kabisa, kwa sababu walikuwa wanahatarisha maisha yao. Sababu ilipokuwa inaelekea ile gari kubwa, kama ingefanikiwa kudondoka kule chini, wangeumia na wengine wangeweza kufa. Kwa hiyo dereva aliona kabisa hapa mimi nimeshasababisha ajali, hamna namna, inabidi nikimbie kwanza kwa ajili ya usalama wangu mimi. Okay, na upande wa dereva wa Hilux, yeye alielekea wapi au ilikuwaje? Dereva wa Hilux alibaki pale pale kwa sababu yeye aliposhuka kuna mwenzake akakimbia, akaangalia gari yake na hali gani, basi akaendelea kubaki eneo la tukio. Lakini si gari yake nayo imegonga kwa nyuma? Ndio, gari yake imegonga kwa nyuma. Sheria ni kosa. Sasa hata yeye aliona hata akimbia haina sababu, kwa sababu chanzo kabisa sio yeye. Kupitia hilo unadhani nini hasa kifanyike ili matukio kama haya asiweze kutokea ambayo yanahatarisha maisha ya watu? Pale kufanyika kwanza ni cha kwanza kabisa ni ufinyo wa barabara. Barabara ni ndogo. Cha pili pia wajaribu kuweka maana ile eneo pale mahali pana mteremko mkali. Hakuna ishara yoyote kwamba pana mteremko mkali, wala hata hakuna hata tuta zile wala rasta ambazo zinaashiria kwamba hapo mahali upite tarehe. Kwa hiyo kama serikali ingeweka hata tuta 2 pale 3, ingesaidia kupunguza mwendo kasi, kwa sababu ile eneo la mteremko wanajiachia sana. Watu wa matuta mtu anaweza akajiachia sana ba. Aidha, kwa upande wa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya, Benjamin Kuzaga, amedai kuwa hana taarifa zinazohusiana na tukio hilo. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Kamanda, kuna ajali ambayo inasambaa mtandaoni, gari ikionekana ikiwa juu ya gari jingine. Labda kamanda, hiyo imekaaje? Wanasema kwamba imetokea mkoani kwako. Sina taarifa hizo.